Unajua ndugu yangu, sisi wanadamu tunapitia vitu vigumu sana, ila ukiachana na vitu ambavyo vinavyotutoa jasho, kuna kitu kimoja tu ambacho hakijawahi kututoa jasho, japo chenyewe kipo kwa ajili ya kutuliza na kutumiza moyo. Basi usione makaburi yote ya hapa duniani unayoyaona, basi yote wamefariki kwa ajili ya ajali na vitu vingine. Hapana, japo ni baadhi sana, ila mengine ni ya wanandoa. Unakutana katika makaburi yote mwanamke hayupo ama mwanaume hayupo, na kila mmoja ana kosa lake. Mwingine kajinyonga, mwingine kajiua, kwa sababu ndoa ni tofauti sana na mapenzi. Juu mwanamke anapokuwa kwao ni mzuri sana, ila utakapomtoa kwao ni mbaya sana. Mimi ngoja nikwambie ndugu yangu, wewe ambaye unaipatia wakati kama huu, usikate tamaa, usivunjike moyo, usijiue kama wengine. Wewe cha kufanya utabidi usimame kama mwanaume, kwa sababu kwa dunia sasa hivi wanawake wametawaliwa na haki kwa wote. Yaani wewe na yeye wote muendane sawa, asipatikane mtu wa kumzidi mwenzie akili wala maarifa. Juu mwanamke atakachojivunia yeye ni sura yake na nyumbani kwao, kwa sababu wewe utakapomuuliza atakwambia nimetoka nyumbani kwetu, sijaua wala kufukuzwa. Ndicho ambacho cha kwanza mbele ya wanawake watakachojivunia. Kwa usione mwanamke kwa nini amekuwa na kiburi, kwa nini anisikilizi, kwa nini haniweki sawa kama zamani. Jua kuna vitu viwili vinavyomsibu mwanamke, ndio ambavyo vinavyokupa shida wewe. Ana mtu mwingine ambaye ni zaidi yako wewe, maana namaanisha akuzidi kwa kila kitu, pesa, muonekano na vitu vingine. Usishangae mwanamke ambaye anayevumilia na mmewe kwenye wakati mgumu au maisha magumu. Basi jua kwamba hajapata mtu wa kuweza kumdanganya. Akija kupatikana mwanaume wa kumdanganya ambaye anekuzidi wewe kwa kila kitu, basi tegemea akija kumpata mtu anekuzidi wewe, jua huyo sio wako tena. Juu dunia sasa hivi haiongozwi na heshima wala mapenzi. Dunia sasa hivi inaongozwa na vitu tunavyovipata au vitu vinavyotuzidi. Unajua sisi wanaume, Mungu katupatia vitu vikubwa sana. Mungu ametupatia roho ya huruma, moyo wa kusamehe, moyo wa kuvumilia na moyo wa kukabiliana na changamoto ambavyo vitavotaka kuja kutusibu katika maisha. Unajua Mungu alivyotukabidhi wanawake, alikuwa sio mjinga kutuambia kwamba wanawake tuishi nao kwa akili. Na wahenga pia walisema kikulacho kim kingoni mwako. Na Wasukuma wakasema kwamba mwanamke sio mwenzako. Juu walikuwa wanajua kwamba adui tunayeishi naye ndio huyo ambaye tunayempenda kwa dhati, kwa sababu adui yako hana jinsia. Ndugu yangu, kama ukihitaji maneno mengi zaidi, ingia mtandao wa kijamii, andika Joshua Mtu Safi, utanipata.